Hey guys, how are you doing? I hope you're doing okay. So leo tunaanza hapa kwa Mark. Tunaona bado na Hey, how are you today? I hope mnaendelea salama. Tunaanza kwa nyumba ya Mark. Ndo bado wametulia hapo downstairs after Neema ameenda upstairs. Then wakasikia knock kwa mlango. Jojo kwenda kufungua akapata ni Karen. So si Jojo akamwambia unaonyesha sura yako hapa kwa nini? Then Karen akamwambia relax, I'm just here for your husband. So si Jojo akamwambia what? Then hapo Karen akamwambia yeah, kwani Joseph si hazi wako? Then Jojo akasema yeah ni yeye. Then Karen akaingia ndani tu akasimama hapo. Tukuje kwa nyumba ya Sharon bado anacheka story ya kina Mark hiyo moshene tu. Then Sharon akasema enyewe ukistaajabu vya Musa utapata ya Maksifa. Yaani huu mzee ni kama ako tu na nyota ako na manyota ya wanawake. Kwanza sijui ilikuwa Kate ikakuja kwa Neema tena ndo huyu Molly. Then Val akamwambia point of correction mom, hadi kulikuwa na Rachel. Then Sharon akasema enyewe. Then Val akamwambia mamake enyewe kuna watu walibarikiwa. I mean unaona sisi wengine ni kama tulikuja hapa duniani tu kukaa. Then hapo sasa Sharon akamwambia Val, hadi hata hivyo muli break up na Derek kwa sababu just imagine ile aibu ningepata. Ebu imagine tu. Then Val akamwambia mom about Derek. Sorry nilikudanganya. Sharon akamwambia what do you mean? Anyway tutoke hapo tukuje kwa nyumba ya Mark. Mwili ako hapo anasema oh my god. Apparently ni kama Karen alikuja akaonyesha na ile video ya Naomi akiconfess that alipoison Karen. Hii video moja tu yenye Karen amekuwa akitumia ku blackmail Naomi. Then Karen akasema yeah, so as you can see Naomi alinifanya nikawa hosi. And this video is the same one yenye nimetumia ku rescue kijana wenu. Then hapo sasa Mark akamwambia Amani, yani all this time ulikuwa unajua mamako ako in town na hata ungetuambia. Then Amani akasema hapana, not at all. Nilijua tu ile time nilikwambia but alisema nisiambiane. Then Jojo akamwambia na kama ungeshikwa basi. Then hapo Mark akasema yeah, and given that Naomi bado ako na hii clip inaonyesha that you are not off the hook. Then Karen akamwambia guys relax, hii kitu iko settled. Then hapo sasa Mark akamuuliza kivipi. Si Karen akasema Neema, can you help me set up a meeting with Naomi? Si Neema akamuuliza mbona. Then Karen akamwambia just trust me na set up a meeting. So si wakanyamaza. Kwa farm ndo Naomi na Eddie wako hapo anatoka. Then sasa Naomi akamwambia Eddie it's already a long day na hata siku haijaisha, so please achana tu na mambo ya Karen. Then hapo Eddie akamwambia si rahisi venye unafikiria. Naomi akamwambia yeah, I understand you and nothing is easy and I'm very proud of you. Niko very proud of you kwa kusimama na familia yako and that makes you a real man. Then Eddie akamwambia ni sawa basi, I'll try my best. So si Naomi akamwambia yeah, that is what I'm talking about, I got you. So before Naomi achane na Eddie hapo akapata call from who? From Neema. So Neema akamwambia hey dear uko wapi? Si Naomi akamwambia niko kwa farm. Na kwa nini unalia? Neema akamwambia I just want to talk to you. Si hapo Naomi akamwambia kwani kuna shida? Then Neema akamwambia I'm just coming to that farm. Nakuja tupatane na wewe, I can't talk on phone. Si Naomi akamwambia ni sawa utanipata huku. Then hapo Eddie akauliza Naomi kwani kuna shida? Then Naomi akamwambia mimi hata sijui. Neema amenipigia kilia anasema nakuja huku. Then Naomi akaelekea kwa ofisi yake. Eddie akabaki hapo amesimama. Tukija sasa kwa nyumba ya Sharon, ndo Val amemwelezea kila kitu kuhusu story yake na Derek. Then akamwambia mom, that is the whole story. Mimi hata sijai kuwa na relationship yoyote na Derek. Then Sharon akamwambia Val, yani niaibike mbele ya wazazi wa Zakaria, alafu tena nidharauliwa na mama ya Derek, all for nothing. Yani hata hujui venye ungekuwa na enjoy life yako, married life yako na big spoon. Then hapo sasa Val akamwambia mama usianze hata. Sharon akaanza kumwambia Val, we Val kweli unajua venye we ni mrembo na watu wanakutamani. Unajua inaniumiza kama mamako venye you do crazy things for the people that you want. Then Val akasema yeah, but at least ni watu wenye mimi napenda. So hapo Sharon akamwambia come on Val, we kwanza mtu wa kwanza ulipenda ilikuwa Jayden ika backfire. Kevo hata sitaki kuongelelea story zake, ikakuja kwa Amani ndio huyo tena. Sharon akamwambia why don't you trust me for once nikutafutia mtu. Val akamwambia mom please we shinda tu hapo. So si Sharon akanyamaza tu. So Val akienda kutoka akapatana na mtu hapo amefanya delivery ya flowers. Akauliza Val, we ni Val? Si Val akasema yani mimi. Then huyu mtu akamwambia nimetumwa kwako. So si Val akamwambia na nani? Then huyu mtu akamwambia angalia kwa kadi yenye iko hapo kwa flowers. So Val kungwa hiyo kadi, kumbe Sharon alikuja akasimama nyuma yake. Hiyo kadi inasema I don't mean to offend you but this is just a small gift for the time yenye tumejuana and I hope my gift itakumekia your day. So si Val anasoma hiyo card akismile tu. Then Sharon akamwambia Then hapo sasa Val akamgeukia mamake akamwambia ni nini? Sharon akamwambia we ngoja kwanza. Then Sharon akaingia huko kitchen. So si Val akabaki hapo anashangaa kwani Sharon ameendea nini?
Huyu mtu mwenye amedeliver hizo flowers akamwambia Val si kwa ubaya but huyu kijana amekukufia vibaya sana. Then Val akaamua tu kufunga mlango ndio msee atoke. So si Val ako hapo amesimama na ngoja aone reaction ya mamake. Kuja hapa kwa farm sasa, Eddie bado ako hapo amesimama. Then akaona Neema akikuja faster anakuja kupatana na Naomi. So ikabidi amekimbia kujificha, of course hataki kuface Neema at this point. Then Neema yeye akakuja tu na yeye Eddie amejificha kwa hiyo mti kwa hapo. Then Neema akakuja akapita akaingia kwa Naomi. Alafu Eddie akajitokeza tu akaamua kutiptoe kwenda kusikiza ni nini kina Neema wanaongea. Anyway, tukuje sasa kwa Naomi ametulia hapo. Then Neema akafika. So si Naomi akamhug. Hey babe, ulinishtua ni nini mbaya? Then hapo sasa Neema akamwambia can you imagine it's Mark? So Naomi akamwambia Mark amefanya nini? Then Neema akamwambia can you imagine that he's cheating on me? Naomi akamwambia what na nani? Si Neema akamwambia hata huwezi amini ni nani? Imagine ni Molly. Then Naomi akamwambia what? So Neema akamwambia yeah, can you see hata hii messages alinitumia. So Naomi kuangalia hizo messages akamake tu face yake ikae very strange. Anyway, tukuje kwa nyumba ya Molly, ako hapo sijui anakunywa coffee ama ni nini, but ana feel vibaya kwa kichwa. Then hapo sasa Derek akakuja akicheka tu sarcastic yake, akamwambia mamake welcome back Madam Pretender. And judging by your look ni kama kilikuramba vibaya sana. So si hapo Molly akamwambia Derek not this time, hata sina nguvu ya kuargue na wewe. Then Derek akamwambia huna nguvu ya kuargue na mimi. Anyway, hii ndio tunaitanga kwa psychology post rejection syndrome. Unajua juwe ni psychologist. So si hapo Molly akanyamaza tu. Then Derek akamwambia we lakini ujue bado na bado. So hata before Derek atoke hapo wakasikia knock kwa mlango. Kwenda kufungua mlango guess ni nani amekuja? Sharon na Val. So hapo Sharon akamrushia flowers zake. Derek akamwambia Derek, mbona unatumia Val flowers? Nani amekwambia yeye ni nyuki? Molly hapo akasimama akamwambia Sharon, you can't come to my house halafu you humiliate my son. Then hapo sasa Sharon akamwambia your house my foot. Hata uogopi kuongea, unajifanya uko na class hapa kumbe wewe ni husband snatcher. Yani ulikuwa unafikiria nini hivyo vyote ukinyemelea bwana ya rafiki yako? Alafu wewe bush baby, itakuwa mara ya mwisho nikikuona kuhusu msichana wangu. Peleka hizi ujinga zako na uko mbali. Then hapo sasa Sharon na Val wakatoka. So Derek amebaki hapo amekunja mkia. Unaona venye alikuwa sarcastic sahi hata hawezi ongea. So Molly tu ako hapo anamngojea I explain kila kitu. Toke kwa Molly, Eddie bado ako mafichoni na ameona kina Mark wakikuja, Babu J, Jojo, Amani na Karen ako nyuma yao. So watu wamekuja wakampita na Karen yuko nyuma hata ametembea polepole. Wakaingia kwenye Naomi na Neema wako. Then Eddie ako hapa anajiuliza, kwani what is going on today? Anyway, tukuja kwa Neema na Naomi. So Naomi anamwambia Neema, aki I'm so sorry. Kwani wamekuwa na affair for how long? Then Neema akamwambia hata sitaki kujua. I'm just confused. I'm lost. Now that niko pregnant for Mark. Unajua hizo story zote. Then Naomi akamwambia I really understand you. And for real kabisa. Rafiki yako ndiye adui yako kabisa. Then hapo Neema akamwambia yeah, that is really true. And you Naomi? Neema akasimama. You take the crown. So si hapo Naomi akamwambia what do you mean? Then Neema akamwambia well Naomi najua ni wewe ulituma hizo text. Then Naomi akamwambia I don't understand what you're saying. Then Amani akaingia akisema yeah najua ni wewe ulituma hiyo text. So Naomi akashangaa kwani hao wote walikuwa wapi? Then hapo sasa Amani akamwambia as long as I'm alive Neema hatapumua and a text is just enough to ruin these idiots. Does that ring a bell? Like Amani tu alirudia zile words alisikia Naomi akisema. Si Naomi akaanza kushtuka. Then akaona Karen akiingia akamwambia Karen please don't do this. So Karen akasema hata usijali my darling. Unajua nataka tu watch ka movie fulani tu hapa. So kumbe all along venye Karen alikuwa anaongea na ule jamaa mwenye alikuwa ameconfuse Karen na Naomi, Karen alikuwa ana record. So akaplay hiyo video ikaanza kusema hivi, guy, na nisipolipa nini itafanyika? Then jamaa akamwambianga, kumbuka bado Vinia kwa huko ndani juu yako na bado usipolipa ata spill all the beans. So si hapo Karen akamuulizanga akijifanya tu ni Naomi, akamwambianga sasa ata spill all the beans, what do you mean? Mbona unanishtua? Then jamaa akamwambianga okay Naomi, unajua ni wewe ulituma Vinia aenda akaua Mark na sio venye ulimwambia aseme eti ni Isaac, ni wewe ulimtuma. Lakini sasa usipolipa hiyo do itabidi tu aseme ukweli. So Mark hapo akamwambia Naomi I knew all along that ilikuwa wewe. So Naomi akanyamaza. Sasa ameanza kuona kila mtoto anashanga. So Naomi akaamua tu the only way nita survive ni kutoroka. So Naomi kukimbia akapatana na polisi tu hapo kwa mlango. Akaambiwa you are under arrest. So kila mtu hapo ana smile venye Naomi
wako under arrest including me. I know it's including you. So kila mtu ako hapo amesmile. Then hapo sasa Karen akamwambia enjoy the Githere land my darling. Then hapo sasa si Naomi akachukuliwa na polisi. As you can see kila mtu ana smile and finally at least justice has been served. And sasa tumejua no matter how long a person does evil even for a long time finally tu atakuja kulipia. Anyway, after that George alienda akahug mamake na Karen naye ako hapo sasa amerudisha lapi yake. Then wakatoka nje wote. So wakiwa hapa nje Mark akamwambia Karen, thank you so much for what you've done. Hata hatujui tukulipe aje. Then Amani akasema thank you so much. Mark akauliza Karen, so does it mean that my son hayuko in any form of danger anymore? Then hapo Karen akamwambia yeah, rest assured hakuna any danger anymore. Then Amani akaenda kando ya Karen akaenda akamhug akimwambia thank you so much. So kila mtu anashukuru. Then George akasema well, I think pia mimi nafaa kusema asante. Then Karen akasema yeah, you're welcome but I know that hii story yote yenye nimefanya doesn't justify my actions back then. Karen anamaanisha venye aliharibu familia ya Eddie na Neema. Anyway, so Karen akaendelea kusema Neema, I know that you're a woman of integrity and dignity and you can never be bought with money and now as the new owner of the farm I thought it wise kutransferia hii farm. Si Neema akasema what? Mark akamuliza are you the new owner of the farm? Then Karen akamwambia yeah, Naomi hakuwa na any other option other than kunitransferia farm. So si akaonyeshana documents. So Mark akaangalia hizo documents. Then hapo sasa Karen akamwambia Neema, please accept this offer from me as a form of saying sorry after everything I've done to you. The only way that my heart can be at peace ni ukiaccept hii offer. What do you say about it? Neema akamwambia ni sawa but can you give me some time at least nifikirie juu we sijui hata niseme nini. Si Karen akamwambia it's okay, you just take your time. Then hapo sasa Karen akageukia Babu J akamwambia baba Neema, I know that ile nyumba yenye Naomi alinunua ni wewe na bibi yako mlikuwa mnaishi huko. So I'll try as soon as possible niwarudishe hiyo nyumba. Si Babu J alifurahi. So kila mtu wako hapo they are very happy after all Karen amefanya. So si kila mtu hapo ameshukuru. Then Eddie akakuja akisema hey guys nini inaendelea? Mimi nimeona tu Naomi amefungwa pingu akarusha huko kwa gari ya polisi, kwani what is going on? Nobody alitaka kumuongelesha. Neema akamwangalia akaenda. Then the whole family ikafuata tu one by one, wakabaki tu hapo wakiwa na Karen peke yao. Tukuje kwa nyumba ya Sharon, ndo wamefika nyumbani sasa na Sharon amekasirika vibaya sana. Akakuja akaketi na akasema na hiyo ni kionjo tu, kijana jaribu tena hiyo ujinga yake atajua mimi ni komando. So si hapo Vala akamwambia ma'am tulia kwanza, lakini wewe ni moto wa kuotea mbali. So si Sharon akamwambia hebu kaniletee maji kwanza. So si hapo Vala akamletea maji. Then Sharon akamwambia unaona venye nimekutetea leo, hebu jaribu kuniaibisha tena. Vala akamwambia ma'am siwezi, kunywa maji kwanza utulize hasira. So Sharon akakunywa maji. Then akapigiwa simu so akareceive akisema mama Kisirani niambie. So si Sharon akasalimika wakasalimiana. Then after that akaulizwa kuhusu Duncan. Si akasema Duncan huyo siku hizi ni past tense huku, nilimfukuza huko hata uwezi amini. So si hapo ni kama akaambiwa ni kama bwanangu amenipigia kuhusu huyo neiba wako. Sharon akauliza neiba mgani? Naomi ama amefanya nini ama bwanako anamtaka? Then mama akamwambia iwe nawe. Sharon akamwambia we kwani hujui jokes? Then madam akamwambia ni kama ameonekana akishikwa na polisi. So si Sharon akasema wapi kwa nini? Then madam ni kama akamwambia yeye ajui. So Sharon akasema acha nika find out. So after hiyo call Vala akauliza ni nini inaendelea. Sharon akasema bwana ya mama Ochi amesema amona Naomi akishikwa na polisi akapelekwa. So Vala akauliza kwa nini. Sharon akasema mimi hata sijui, acha niende nika find out but I hope ni makosa yenye itamfanya oze na huko jela. Anyway tukuje kwa Karen na Eddie wako hapo wanaongea. So Eddie anamwambia Karen naona ni Naomi alikupoison. Then Karen akamwambia yeah, aina hata ulikuwa unatamani sana nikufe. Eddie akamwambia yeah, based on kitu nimepitia. Yeah, so Karen akamwambia it's okay, I understand you. Then Karen akachukua bagi yake akafungua akatoa bahasha akampatia Eddie. Eddie akamwambia what 5 million? Then hapo Karen akamwambia yeah, this is the least I could do after cause inconvenience kwa wewe na familia yako. Then Eddie akamwambia oh wow. So hapo Karen akasema yeah, and as the new owner of the farm nimeona tu ni transfer hii farm kwa Neema. Si Eddie akamwambia oh so you are the owner of the farm also? Then Karen akamwambia yeah. So Eddie akamwambia mimi hata sijui niseme nini. So Karen akamwambia I just want you to know that I'm really sorry and I'm sorry for causing inconveniences kwako na familia yako and I hope one day they'll forgive you. And by the way mimi I promise never to meddle in your business anymore. So si hapo Eddie akanyamaza. Then hapo Karen akamwambia goodbye my true love. Then Karen akageuka akaanza kulia. Enyewe alikuwa anapenda Eddie akaenda. Anyway tukuje kwa nyumba ya Ma. Isabella kwa hapo anakunywa juice yake. Then Sharon akakuja akamwambia wewe unaketi hapa ujue hata Naomi ameshikwa. Then hapo Isabella akauliza Naomi ameshikwa kwa nini? Sharon akasema haya kwani wewe ujui kwani kina Ma kwa wapi? Then Isabella
akasema mimi sijui, mimi nimefika kutoka kutembelea dada yangu. Na Sharon akasema kwa hivyo hata kina Mark hawajui Naomi ameshikwa. So venye wanaendelea kuongea kina Mark wakafika, Babu J na Neema. So si hapo Sharon akawaambia, wadau mmesikia that Naomi ameshikwa? Mark akamwambia tulikuwa hapo tuka witness akishikwa. Then Sharon akasimama akauliza kwani ameshikiwa nini? Neema yeye akaboeka tu na hizo story akaamua kwenda upstairs. Si wakabaki hapo wameashanga tu kuangalia Sharon. Anyway, tumalizie hapo. Have a great day and thank you so much for being here. I appreciate you.